We also telling Ishongwa. Tunamwambia vizuri Mheshimiwa Ishongwa, tunataka kujua what are you diverting? Kwa sababu ni kama una divert mambo, una divert attention ama unajaribu kulida mtu fulani katika mambo ya Shakahola. Kwa sababu mambo ya Shakahola wale watu wote wanatolewa huko. Wanasemekana wamezikwa miezi 2, miezi 3 ambayo imeisha. Mkiwa na serikali. So you want to know. President mwenyewe aliomba msamaha juu hiyo mambo ya Shakahola. Wewe mwenyewe what do you know about Shakahola ambao watuambie? Kuambia achana Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kabisa. Uachane na George Kinoti. Na nikwambia siku nyingine hii mambo ya kushida ukipiga wa Meru. Unaleta uhasama kati ya Kikuyu na Meru. Hatujui hasa umetumwa kufanya kazi gani. But wewe tunajua kuna jukumu moja umepewa na William Ruto ya kuteganisha jamii ya Mount Kenya. Na hiyo hatutakuruhusu. So tunataka kukuuliza tafadhali wachana na George Kinoti kabisa. Kuja just come straight. Declare your interest katika mambo ya Shakahola. Ni vibaya sana watu wamekufa, watoto innocent wamekufa. Na wewe ni siasa tu. Siasa tu tunacheza na hayo maneno. Hayo tu kwa sasa. My name is Chege Majuis, and you are perturbed as Mount Kenya community by the sentiments from the majority leader Kimani Ichung'wah, trying to relate the issue of Shakahola with one former DCI, George Kinoti. We have been saying time and again that the government of William Samoei Ruto, they thrive in divisive politics, dividing people. They must make sure that there is a us versus them for them to thrive. And it's so shameful for Kimani Ichung'wah to be used to try to divide Mount Kenya East and Mount Kenya West. When we see a person of stature, a majority leader, a person who should be respected in Mount Kenya region, Kimani Ichung'wah, trying to link the Shakahola massacre with DCI George Kinoti, Ameru, it's saddening. We expect people like Kimani Ichung'wah to fully support that the investigations be done conclusively by one interior CS Kindiki so that Kenyans can know exactly what happened. It is sad that the international community is looking at mass graves happening in Kenya. People who died believing in a religion, a Mackenzie, person who brainwashed people. And we have person Kimani Ichung'wah trying to brainwash our people and diverting attention that we should not look at the real issue of religion brainwash, and we look it as the government, it was sponsored by the former regime, Uhuru Muigai Kenyatta. And we want to ask Kimani Ichung'wah, what interest do you have with former President Uhuru Muigai Kenyatta? Ni nini yako alichukua? Because every time and then, even things that does not relate to him, that have been done by your regime, you are trying to connect President Uhuru Muigai Kenyatta.